Mheshimiwa, nakushukuru sana kwa uwepo wako siku ya leo. Kwa majina anaitwa Omega Mlai, ni mkurugenzi wa shirika la Smile Youth and Women Support Organization, tunaliita SEIWASO kwa kifupi, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo kwa kuwepo hapa, na kubwa ambalo limetuweka siku hii hapa ni uzinduzi wa mpango wetu wa kusaidia jamii na watu wenye ulemavu au wenye mahitaji maalum, na tumeandaa uzinduzi huu rasmi eneo hili kwa sababu ni eneo pekee ambalo tunatekeleza mradi huu ndani ya kijiji cha Mbuyuni katika kata 3 za kijiji hiki katika kata ya Makuyuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mpango huu au jitihada za kusaidia jamii hii, tumekuja na vitu mbalimbali ambavyo tumeshafanya research na kugundua mahitaji makubwa ya watoto wenye ulemavu ndani ya kijiji hiki, na tutagawa leo baadhi ya wheelchair, lakini pia tutagawa vitimwendo pamoja na vifaa vya shule kwa wanafunzi au wale watoto ambao ni walemavu wenye uwezo wa kwenda shuleni. Zaidi ya yote, hatutaishia hapa. Huu ni mpango endelevu, tutaendelea kutoa elimu kwa jamii hii juu ya umuhimu na haki za hawa watu ambao wana ulemavu au watoto ambao wana ulemavu, kwani tumeona changamoto kubwa ni ukosefu wa elimu. Tumesikia hapa kabla mgeni rasmi hujafika, kuna matukio mengi na makubwa ya kusikitisha ambayo yanaendelea kwenye kata hii na kijiji hiki. Kuna walemavu ambao mpaka wameozea ndani, kufikia juzi wameoza ndani, lakini tunaendelea kupambana na tunaomba uendelee kutushika na kutuunga mkono. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumeziona bado hatujaweza kuzikabili, lakini naamini kwa uwepo wako siku ya leo unaweza ukasema neno na tukaendelea kuwashika na kuwasaidia hawa watoto wenye ulemavu. Tumekuja, lakini nitumie nafasi hii kuwapongeza sana mashirika yote ambayo yameungana kutuunganisha siku ya leo. Wilaya ya Monduli ni wilaya ya kipekee, ni wilaya yenye baraka kubwa sana, na kwa kweli tunasema hata na sisi wakati tukielekea kule Oktoba kwenye kutiki, na sisi kama wana Monduli tuna kila sababu za kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ninasema hivyo kwa sababu ni kweli usiofichika. Ametufanyia mambo mengi sana makubwa kwa wilaya yetu ya Monduli, na saa nyingine naweza kusema ametupendelea sana jamii yetu ya kifugaji. Tukio hili wakati wananialika wadada hawa, sikuwa naelewa vizuri wamejipanga vipi, lakini nimekuja hapa nimekuta kweli ni watu wapo serious, na shirika inaonekana ni wanadada ambao wamejipanga vizuri sana. Hongereni sana. Hongereni sana. Mmejipanga vizuri na mnaonekana mko makini kufanya yale ambayo mmepanga kutekeleza. Ni vijana wa kike, wanaonekana wadogo, lakini kwa kweli mambo ambayo mnayafanya leo Mbuyuni, sisi wana Monduli tutayakumbuka siku zote. Niwaombe kwamba muendelee kusaidia sehemu zingine za wilaya ya Monduli. Wilaya ya Monduli ni kubwa, tuna vijiji 62. Leo mko kijiji cha Mbuyuni, lakini nawaombeni mpate nafasi, mfike maeneo mengine pia muweze kusaidia jamii yetu ya Monduli. Nimesikiliza risala. Nimeona changamoto. Ni kweli kabisa. Mliyosema ni kweli, bado inahitajika elimu sana. Inahitajika elimu sana ili kuweza kusaidia watoto walemavu kwenye jamii yetu. Tunaombeni msichoke, lakini waase pia jamii yetu na sisi wana Monduli. Ni waase pia tuwe na upendo na mipango ya Mungu. Kile ambacho akizaliwa mtoto alivyozaliwa ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ndicho ambacho ametupangia kama mzazi au kama jamii. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wetu kwa sababu sio makosa yao. Sio makosa yao. Wao hawana makosa yote. Lakini sisi
ambao tumejaliwa nguvu na afya njema, sisi tukikosea kuwasaidia, kwa kweli dhambi ni za kwetu sisi. Kwa niseme kama jamii, mimi kama mbunge, lakini na sisi kama jamii tunawajibika sana kwenye jamii yetu hii. Na niwashukuru tena shirika kwa kuja kutuhamasisha, sio Monduli, lakini na sisi kama jamii tutaendelea kufungua macho na kuhamasishana, na mimi kama mbunge nitaendelea kuwashika mkono saa zote. Smart Foundation, tunawashukuru sana na karibuni sana Monduli. Na sisi wa Monduli, hata mimi namsikia ndugu yetu Mulokozi wa Babati kwa biashara kubwa ambazo wanafanya. Anafanya biashara kubwa, Mungu amemjalia, lakini pia ameweza kuja kukumbuka jinsi ya kutoa kwenye jamii. Kwa kweli kwa siku ya leo, wakati nimeambiwa kwamba huyu ni mfanyabiashara mkubwa, amekumbuka kurudisha kwenye jamii kwa kupitia walemavu, ni siku ambayo na mimi leo nimemkumbuka mzee wetu hayati Reginald Mengi. Mungu kwa kweli amlaze mahali pema peponi. Lakini na sisi kama jamii ya Kitanzania, wafanyabiashara kama Mulokozi na wengine ambao wamefanikiwa kiuchumi kwa kiasi kikubwa, ninaomba sana tuendeleze pale ambako mzee Mengi aliachia. Tuendeleze pale ambapo mzee Mengi aliachia. Na kila siku cha muhimu ilikuwa kuendelea kuwapa matumaini na kuwaita kwenye chakula kile na tafrija kubwa ya kifahari ambayo wote wa Tanzania wengi tunaikumbuka. Tunawaomba wakina Mulokozi na wengine tuendelee pale Mheshimiwa Mengi, mzee Mengi alipoachia, kuendelea kukumbuka walemavu wa taifa letu. Nimalizie kwa kuwashukuru tena viongozi wote wa Mbuyuni, wa kata ya Makuyuni, na viongozi wote wa Monduli kwa ushirikiano mkubwa ambao umeonyesha kwenye tukio hili. Lakini kipekee nimeona risala imemshukuru mwenyekiti wetu wa kijiji wa Mbuyuni. Nikupongeze sana ndugu yangu, rafiki yangu, kwa pongezi hizo, kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Na niendelee kuwaomba wana Monduli tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa na umoja, na tuwe makini sana na ndimi zetu, tunapoelekea kwenye uchaguzi. Jambo la uchaguzi litapita, na bado tunahitaji kulinda heshima ya Monduli yetu. Heshima ya Monduli yetu ni kubwa kuliko sisi mmoja. Umoja wetu huu wa Monduli ndio ulotufikisha hapa mpaka leo. Wakina Mulokozi, wakina Musa Juma wanakuja na wengine wengi kusaidia jamii ya Monduli. Hatukukwenda kule kwa kujitambulisha tofauti, tulitambulisha kama Monduli. Tuwe makini, mtu asitugawe. Tunajua vizuri na sisi ni watu makini, tunajua Monduli likotoka na tunajua Monduli inakotaka kwenda. Nimalizie ndugu zangu, nimeguswa na watoto wetu, nami nikasema nafanyaje na mimi angalau kuwashika mkono. Shirika tayari wamefanya kazi kubwa sana, lakini nilivyosoma risala nikaona jambo dogo hapa au kubwa, kwa sababu nadhani ni jambo pia muhimu hata kwa sisi ambao tunadhani tupo sawa, lakini hatujui kesho yetu kuhusu afya zetu. Jambo la bima ya afya ni jambo muhimu sana. Kila siku watu wakiugua, unaona kwenye magrupu ya WhatsApp
magrupu mengi sana, watu wanachangishana kusaidia watu wagonjwa. Lakini tuna bima ya afya ya serikali na ipo hata ya mashirika mengine ambayo nasema bado ni changa, lakini ina msaada mkubwa sana kuokoa afya zetu na maisha yetu. Kwa hiyo kwa kweli, na mimi kwa kuanzia nimeona hapa kuna uhitaji ya bima afya ya watoto 20 nimeambiwa hapa. Basi na mimi nitachangia bima afya ile kwa watoto, nitachangia shilingi milioni 1 sasa hivi hapa. Kwa jamani, baada ya kusema hayo, wana Mbuyuni, nami nimekuja nyumbani Mbuyuni. Kuna mzee wetu kama kina mzee Lerunya, ni watu ambao waliongoza Makuyuni miaka mingi. Kuna rafiki yangu hapa nimesoma naye, tumetoka mbali, na wazee wengi ambao bado wanaendelea kunishauri mengi kuhusu Monduli yetu. Kwa nami nimekuja kushiriki shughuli hii kama mwana Mbuyuni, kama mwana Monduli. Basi baada ya kusema hayo, niseme na washukuruni sana, asanteni na pongezi nyingi sana, asanteni sana.